ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Bwana Yesu. Ambayo Yesu Kristo aliomba kwa siku 40, alifunga na kuomba kwa siku 40, na hakula na kunywa kwa siku zote 40. Na tunaona jinsi ambavyo yeye ni mfano mkubwa wa kuigwa katika eneo hilo. Nasi tunaongozwa katika kipindi hiki cha Kwaresma kuomba bila kukoma. Tunasema ya kwamba kuomba bila kukoma, tunamtazama Yesu Kristo ambaye alipoanza huduma au alipotaka kuanza huduma aliomba. Alipotaka kuanza huduma aliomba, lakini alipokuwa katika huduma alikuwa anaomba. Lakini alipokaribia kukamilisha safari yake pale msalabani pia aliomba. Lakini si hivyo tu, na bado akiwa anataka kupaa kwenda mbinguni akaomba, Baba, ninaomba hawa wawe na umoja, tena wawe na upendo. Lakini hata akiwa pale msalabani aliomba, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu maisha yake yalikuwa ya maombi wakati akiwa anataka kwenda kufanya huduma kesho yake, kumponya kipofu, kumponya kiwete, kuhubiri Injili, alikuwa akikesha usiku anaomba. Na si tu usiku akiomba, lakini hata mchana alikuwa anatenga faragha. Anaona hapa sasa watu wamekuwa wengi, anatafuta sehemu ya faragha, anaingia anajificha huko. Hata wakati mwingine wanafunzi wake walikuwa wakimtafuta hawamuoni, kumbe amejitenga peke yake anaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio mfano mzuri wa Yesu Kristo, katika mfano mzuri wa maombi wa muombaji, ambaye muombaji wa kwanza ambaye amefanya kazi hiyo vizuri ni Yesu Kristo mwenyewe. Ameishi maisha mazuri ya maombi kila wakati, na tumeona huduma yake imefanikiwa kwa viwango vikubwa kwa sababu ya maombi. Na ilikuwa ni huduma ya miaka 3 tu, nasi tunahubiri mpaka leo yale mambo makubwa na mazuri ambayo yalitendeka katika kipindi kile cha miaka 3. Lakini yote haya yamefanyika kwa sababu ya nguvu ya maombi ilikuwa nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya maombi ilikuwa nyuma yake. Alikuwa akiomba kila wakati, na katika kuomba alikuwa akipokea ujumbe wa kusema jambo la kufanya sahihi, la kufanya na ambalo sio sahihi aliache kulifanya. Kila wakati alikuwa anaomba, kila saa anaomba, na hata yale ambayo alikuwa anayaona yako ndani ya uwezo wake, lakini bado aliomba, Mungu Baba, ninaomba ili wewe utukuzwe, tukuze mwanao katika hili. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama lilikuwa katika ni dogo kabisa, anaona kabisa hili mbona ninaliweza, hili mbona liko vizuri, lakini alikuwa anaomba. Na mengine akaongozwa na Roho Mtakatifu ya kwamba hili usifanye, utakuwa unamjaribu Bwana Mungu wako, usifanye. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye. Kwa nini ameshinda hata yale majaribu? Ni kwa sababu alikuwa katika maombi. Alikuwa katika maombi. Kwa nini Yesu alishinda yale majaribu? Kwa sababu alikuwa katika maombi. Na katika maombi kuna nguvu ya ajabu ambayo ni Mungu mwenyewe anashuka kukusaidia. Na ndipo tunasema ya kwamba jenga tabia ya kuombea hata yale yaliyo madogo. Hata yale yaliyo madogo, jenga tabia kuyaombea. Maana ukijenga tabia kuyaombea, yatakapokuja yale unayoona ni makubwa kwako, utayaombea vile inavyopasa. Bwana Yesu asifiwe. Utayaombea. Jenga tabia ya kuyashughulikia katika maombi. Kwa maombi yale mambo madogo madogo unayoona wewe ni madogo, japo kwa Mungu hakuna dogo wala kubwa, yote ni sawa. Mungu anayaweza yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu hakuna kubwa wala dogo.
Lakini kwako yale unayoona hili naliweza mwenyewe, lile sasa ndio la kushughulikia katika maombi. Anza na hayo madogo madogo unayoona unayaweza mwenyewe. Wanafunzi mmoja akatoka kwenye mtihani akasema, yaani huu mtihani napata 100 ya 100. Yaani maswali yote yamekuja vile vile ambavyo nilisoma. Mtihani umetoka, ndio aliofeli kuliko mingine. Kwa nini? Kwa sababu aliona ni marahisi. Kwa hiyo macho yake yalifungwa na ule urahisi, akaona kwamba hapa ni marahisi. Hili ni rahisi, ni swali ni rahisi, hili swali ni rahisi. Macho yalipopofushwa na ule kuona urahisi wa yale maswali, akashindwa kuona mtego ulioko kwenye yale maswali.